Hujambo mwanafunzi, natumai u mzima. Karibu kwa somo letu la leo. Leo tutaangazia hadithi ile ya mzimu wa Kipwerere. Leo tunarejelea swali moja tu. Kwa nini mzimu ulitisha? Je, unaelewa ni kwa nini mzimu ule ulitisha? Jambo la kwanza ni kuwa jina lenyewe. Mzimu ni roho ya mtu aliyekufa. Kwa hivyo mahali pale kuitwa mzimu ilitisha. Hivyo basi mahala pale palitisha. Jambo la pili ni kuwa wanasema mahali pale kichaka kile kiliota kutokana na kaburi la mama mmoja aliyeitwa Kipwerere, na kulikuwa na makaburi mengine pale. Hivyo basi mahali pale palitisha. Kwa kawaida ya wanadamu huogopa makaburini. Jambo lingine ni kwamba kulikuwa na miiko uliozunguka kichaka kile. Na yeyote ambaye angevunja miiko hii, roho yake ingetolewa kafara. Miiko gani ilikuwa pale? Mwiko kama vile kutopita mahali pale baada ya saa 6 au saa za jioni. Na yeyote ambaye angethubutu kufanya hivyo, roho yake ingetolewa kafara. Hivyo basi mahali pale palitisha. Jambo lingine ni kwamba iliaminika kuwa shetani aliishi mle ndani. Hivyo basi watu waliogopa kupita pale. Moshi ulifuka masaa ya jioni, na watu waliambiwa kuwa shetani alikuwa anaandaa chakula cha jioni. Wakati mwingine hata sauti zilisikika kutoka mle ndani. Na watu walipoulizwa, ilifafanuliwa kuwa shetani alikuwa anazungumza na mke wake. Mahali ambapo shetani anaishi lazima tu patishe. Jambo lingine ni kwamba mwandishi anasema kuwa harufu mbaya ilitoka mle ndani, harufu ya tumbaku. Na walisema kwamba shetani alikuwa mtu wa kutumia tumbaku. Hivyo basi mahali pale palitisha. Mzimu wa Kipwerere.